Taharuki imeikumba jamii kuhusu chanzo cha ajali ya meli ya abiria T912 iliyozama kwenye kilindi cha bahari ya Hindi siku ya Alhamisi ya Septemba 7 na kuua watu zaidi. Ajali ya meli ya T912 imezua sura mpya baada ya wahanga walionusurika kufa kuanza kupotea katika mazingira ya kutatanisha. Ungana nami Maria kwenye jukwaa. Kuzama kwa meli ya T912. Je, ni ajali ya asili au ni mpango? Ungana nasi kwenye Kurunzi ya Jamii ambapo leo tutaangazia kwa upana juu ya kuzama kwa meli hii ya kihistoria. Jina langu ni What's the biggest reason behind the biggest fall of the giant vessel T9? Nilipanda kwenye jukwaa, watu walinishangaa. Unadhifu wa meli haukufanana na nilivyovaa. Kabla sijatoa salamu, walipoteza hamu ya kuburudika, wengine wakaanza kusambaa. Nilikuwa na nywele nyingi zilionyesha pia siku ni nyingi tangu mara ya mwisho ziwekwe maji. Wale matajiri walosheni kwenye viti walicheka wakihisi michizi ya mchekeshaji. Walio karibu pia wakaanza kuntunza pesa, na walio mbali walijaribu kurusha fedha. Kwa yote leo waleza hakuna aliyeweka kichwani, wote walihisi kuwa nataka kuchekesha. Walinitemea shombo kwa kejeli, wengine walihisi nalianzisha zogo kwenye meli. Muonekano hakuyabeba maneno yangu, hakuamini niliposema kwa chombo kina mushkeli. Niliwaeleza kuwa kule ndani kuna tundu dogo linapitisha maji, linazamisha chombo. Waliendelea kujadili siasa na vibonzo, hakuna aliyejadili kuhusu roho za wasakatonge wanyonge wasafiri daraja la 3. Hakulipa pesa nyingi ila walikuwa ni watu. Maji yalianza kuingia vyumbani mwao, iliwekwa mipaka hivyo taarifa sikufika katu. Nilienda mpaka chumba cha sauti nitoe tangazo kabla tujakumbwa na mauti. Mtoa sauti aliwataja matajiri akiwapa sifa, majina makubwa na saluti. Niliombea wekeni glasi chini mtege masikio, hizo kelele mnazosikia si sherehe ni vilio. Wakasema nimedata, nataka kuanzisha vagi, ilionyesha wazi hawakuona mbeleni tishio. Hata kwenye vyumba vya wasomi maarufu vyeti walihodhi maradufu. Niliwahoji kuhusu ubovu wa meli, wengi walijua ubovu lakini walisema hawahusu. Na hapa haki nilienda kote, niliamaki kuona wote wamepewa cocktail. Walikunywa na kula bato, walikunywa hata mziki, waliruka mpaka mafundo walilewa pombe. Wakasema huyu ni mjinga hajielewi, kisha wakanituhumu mimi ni mlevi wakati wamelewa wao. Wakanipa matusi ya kienyeji, hakutaka kusikiliza hata semi. Nilimuona nahodha nikahisi nimeipata nafuu, alikuwa kando ya mrembo fulani hivi daraja la juu. Gauni refu mwili mzima amepakaza tatu, aliponiona aliendelea kuikata tambu. Kweli starehe inaweza kukufanya hauoni, kwani licha ya kujua nipo hapo kutoa taarifa, nahodha na mrembo waliendelea kushikana maungoni. Nahodha kaipaza miguno akinipuza, mrembo naye akafuata mkumbo. Nahodha kachukua chupa akakata mafundo, wakaendelea kupapasana mifumo ya viungo vyao vya uzazi. Walikuwa radhi kuzika shifti, hakusikia chochote nilichosema. Nakumbuka mrembo alidiriki kuniita mwizi, nikafatwa nikaja kupigwa na walinzi wenzangu waliogundua ubovu wa chombo. Walihofu wakamka wakawai kubeba vyombo vya wokovu. Walikaa kimya kwa sababu tu ya ubinafsi, mimi nikabaki ili nizokoe roho za wachovu. Ilikuwa bahati mbaya, hakuna aliyesadiki. Msheleshaji akaongeza sauti kubwa ya mziki kiasi sauti yangu ikaanza kuwa haisikiki. Walinzi walitumwa wanidhibiti, nilifungwa kwenye chumba chenye giza chini nisihame. Nikachapa mijeledi 38, nikapambana nikatoroka na mtumbwi kwenda kando. Usalama wangu ulianza hapo, nilishuhudia kila inchi ya ile meli ikizama, roho za kila mkwezi zikihama kutoka uhai kwenda kifo. Sikufurahi kuona hivyo, ila sikuwa na jambo ningeweza fanya. Wakati walokole wakiombea kupona, tajiri na masikini waligombea maboya. Wanazi walonicheka wakasema mimi ni zuzu, walikufa wote hata walonisema kinoma. Ahadi ya maisha mapya ilisemwa ila hakuna aliyekumbuka. Pesa zilizagana zikuguzwa, hata wale waumini waloitamani mbingu na kuisifu, kumbe wote waliogopa kufa. Walokona jikweza na ukubwa na ubosi mwingi, yaliishia majivuni. Njia walizibuni, waliua mpaka wenza ili kuforce kingi. Kifo kiliotea mbavuni, walikufa wengi kama kuku kote walizagaa. Hata wanajeshi waliozijua kareti walidedi, maana ujuzi wa mitutu haukufaa. Mbele ya kufa hakuna mwenye nguvu au ushujaa. Nilishuhudia makafiri wakiungama, maskini na matajiri waligusana. Utu uliwatoka, uasi ulisogea, tofauti za kabila na rangi zilipotea.
Watu wenye bendi na tisheti zao za kijani walisahau kuwa nao pia wapo ndani. Milango ilokuwa wazi yote lijifunga, walipiga kelele na mwisho walikufa maji. Washairi Waswahili na tashtiti zao, matajiri na maskini wote chini yao. Kwaya hazikutoa sauti ndimi zao, walikufa wote mpaka maujaji na dini zao. Wakati wa kufa hakuna dawa, hakuna kiongozi, hakuna chawa, hakuna tofauti ya mali na miliki zetu. Kwenye kufa hata wenye nacho na wasio nacho wanakuwa sawa. Hazikusaidia diplomasia za digitali, asili ilihakikisha walosalia wafiki mbali. Waliendelea kungoja msaada kwa tumaini, mwisho wote walikufa sababu baridi kali. Walikufa makini sababu ya wapuzi wachache walofanyia uzembe tangazo langu. Wamiliki walikula bima wakasingizia ajali, ili hali meli ilizama mbele ya macho yangu. Viongozi hawakubebwa na vyeo vyao, maana wote walikuwa mbali na ridhaa. Niliona kofia za ufalme zikielea kando yao, ila hakuna aliyekuwa hai kuzivaa. Niliwapa taarifa lakini wakanitwika maudhi, walishia kulia na hazikusikika sauti. Walipambana mwisho yaliwafika mauti, nilibaki hai kuziandika sarufi.